mfumo wa maisha yako. Ya kwanza nia, tukufanya kitu kwa ajili ya Allah si rahisi. Sinajulikana. Ehe. Katika hiyo ya pili ndio hii sasa. Sawa? Lazima vitu hivi wewe uviangalie vya msingi. Cha mwisho tunasema nini? Sehemu. Sawa? Ibada lazima yafikiane na sheria ya Kiislamu. Unakumbuka ule mfano wa kusoma Qur'ani chooni? Si mnakumbuka? Kusoma Qur'ani asili yake. Kumbukeni lile swali mtu mmoja ameuliza hivi. Je, unaonaje kuna ubaya gani nikakifanya kitu ambacho asili yake kipo kwenye Uislamu? Ndio majawabu yake tukayakaa tunatoa haya. Sawa? Kusoma Qur'ani ni ibada. Lakini je, huko anaposoma hamamat, huko anakosoma chooni inafaa? Tunaelewana? Kwa hiyo sehemu si sahihi. Kwa hiyo hicho kisomo maana yake hapati thawabu hata moja. Wanasema pia kusoma Qur'ani katika masbala. Tunaelewana? Hivyo tunarudi wala kwenye mtandao watatusamee leo internet inakata, kifurushi kinakata, kinarudi, mara mic zinakata, zinarudi. Inshallah tutaweka sawa. Kwa hiyo tukasema zama muda zama tulizungumzia tukasemaje? Muda. Kwa hiyo akafanya ibada kabla ya muda wake au baada ya muda wake umeshapita na sheria yote haijasema, basi ibada hiyo haikubaliki. La mwisho tukasema nini? Sehemu, al-makan au makanuhu. Tukatoa mfano kusoma Qur'ani. Mtu kasoma Qur'ani asili yake si unapata ibada, unapata thawabu. Lakini sehemu anakoisomea anapata thawabu. Kwa hiyo ibada hii inarejeshwa. Sawa, haikubaliki. Mfano mwingine, hivi nimetaja kwangu tu. Sheikh ameelezea mfano mtu akaenda kukaa itikafu nyumbani kwake. Kukaa itikafu ni jambo zuri ambalo linakaliwa wapi? Msikitini. Kwa hiyo itikafu sehemu yake ni wapi? Ni msikitini. Sawa? Sio nyumbani. Kwa hiyo mtu akakaa itikafu nyumbani. Hiyo si itikafu. Itikafu inakaliwa sehemu gani? Msikitini. Sawa? Kwa hiyo akikaa nyumbani kwake akaita itikafu, maana yake jambo hilo halikubaliki. Maelezo yapo ni mengi. Naona haya maelezo pia hata kesho tutayaangalia, ni mazuri. Sawa? Ambayo yanaelezea mfano mtu akauza baada ya adhana ya pili. Bimaana imamu akasema tu assalamu alaikum wa rahmatullah, alafu mtu akaanza kuuziana. Sawa? Biashara hiyo ni haramu. Je, chumo hilo? Tutakuja hayo tunaangalia. Mtu akaswali na nguo iliyoibwa, nguo ibiwa anasema wenyewe. Iliyoibwa. Kaiba yeye au kamwona aliyoiba akamletea hii nguo nimeiba. Sawa? Akaswali na nguo hiyo iliyoibwa. Je, swala yake inakubalika? Tunaelewa? Au haikubaliki? Sawa? Je, mtu akaswali na sketi, mwanaume kavaa sketi na shati, akaswali kajistiri kweli, lakini kavaa nguo za kike, swala hii inakubalika haikubaliki? Tutakuja kujua. Je, mtu akatawadha na maji yameibwa, mtu kaenda kakika kaiba maji kule, kaja kampa mtu achatawadha na maji, swala yake inakubalika au haikubaliki? Je, ndio ikafungwa bila wali? Maana kuna watu wanasema swala inakubalika
kwa sababu tunaangalia asili ya swala, hatuangalii hiki kitu asili. Tutakuja kuangalia vitu hivi na vingine insha Allah